Right. Wana Alliance Atlantis Pictures. Wanakuletea ikiwa na design moja hapa basi tena maridadi zaidi, ikiwa na star moja tena hapa basi maridadi zaidi. Utakuja kupata jamaa starring kwenye sinema ukipenda sio mwingine wala ni Terry Hulk Hogan. Rutikando utapata pia Shannon Tweed kwenye hiyo sinema pamoja na Carl Weathers. Kumbe wakati tunakuja kuanza hapa basi picha yetu star kama hii, kuna kitu fulani, kuna jambo fulani, kuna mambo fulani ambayo anakumbuka hapa basi jamaa wetu Hulk Hogan. Kuna mambo fulani anakumbuka. Mwanzo wakati moja na title ya sinema ilikuwa ni Shadow Warriors sehemu ya kwanza. Shadow Warriors part 1 title ya sinema. Nikuonesha basi kunayo part 2. Martin Kovu utampata basi bila shaka pale kwenye sinema. Kumbe Hulk Hogan anakumbuka vyenye ambavyo kikosi cha wanajeshi wake walivyoweza kufanywa kwa upande wa Iraq na jitu kwa jina la Sarkisian aliweza kutumia hapa basi bila shaka pale kemikali fulani ikaangamiza wanajeshi wake Hulk Hogan. Wakati mmoja Hulk Hogan anakuwa kwenye mission kwa upande wa Iraq, mission ya kuwa hapa basi bila shaka pale wana UN. Kuna watu fulani wa kikosi cha UN, United Nation, walikuwa wametekwa nyara. Sasa Hulk Hogan hakuwa basi bila shaka pale kikosi chake cha special operations. Hapa basi bila shaka pale wanajeshi wake waliweza kufanywa unyama zaidi. Wanajeshi wa kikosi chake Hulk Hogan walifanywa unyama hapa basi na jangili fulani kwa jina la Sarkisian, jangili ambaye hapa basi ni hatari kubwa tena ni terrorist. Lakini hata hivyo tuingie kwenye ofisi za wana special operations, pahali alipo Carl Weathers waya ya umeme, pahali alipo manzi basi bila shaka pale manzi kwa jina la Shannon Tweed, wazimu wa mawazimu, na hapa ndipo anapoliaga pia hapa basi Terry the Hulk Hogan, wazimu wa mawazimu juu ya mawazimu mbele ya mawazimu. Wanapoliaga basi bila shaka pale kikosi cha wana US Special Forces Retired Commandos wa Shalala, sasa wanajiita wana Special Operations. Alikuingira manzi basi ndio huyo. Can I do something for you? I heard you help people. Niliona hapa basi bila shaka pale advertisement yenu kwa internet. Carl Weathers ndio huyo shasha. Wakuwa na Shannon Tweed. Kisha anakuinginia wazimu. Hapa basi ukipenda Hulk Hogan shasha. Hulk Hogan manzi mwenyewe ndiye huyu, na bado ni kwenye ruti za introduction ya sinema shasha. Na ndiye huyu Hulk Hogan anakuingilia kwenye ofisi zao ambazo hapa basi zinajulikana kama vile SOS ama ukipenda Special Operations Headquarters. Anakuingilia Hulk Hogan. Wanakuwa wamefanya advertisement kwa internet kwamba na kuwa eti iwapo utakuja kuhitaji usaidizi wowote kuhusu hapa basi bila shaka pale operation yoyote ukuje kwao. Sasa kuna mama fulani amekuingilia, yule mama anahitaji usaidizi, kisa na maana hapa basi bila shaka pale mtoto wake aliweza kutekwa nyara. Kwa hivyo wakati Hulk Hogan alikuingilia alifahamishwa basi na Derek kwamba na kueti kuna mama na ambaye anahitaji usaidizi. Bila kupoteza wakati basi aliweza kukuingilia. Mama ndiye huyo. Alikuwa ameolewa na mzee fulani ambaye ni mraguzi wa madawa za kulevya, mzee kuchomoka hapa na Australia, mzee na ambaye hapa basi ni sonko, ni tajiri. Wakafanya divorce. Tanaka manza kaambiwa huyu ndiye sasa anasemaga huku, huyu ndiye wazimu wa mawazimu, ndiye kemojino huku. Akaambiwa sasa ile kitu iko, huyu mama mtoto wake alitekwa nyara na bwanake. Walifanya divorce, wakaenda kotini. Kwenda kotini, mahakama ikaamuru mtoto akae na, ndio hii picha mtoto wake. Unaona? Mahakama ikaamuru mtoto akae na mamake. Na ile ndiye doria ambayo mtoto anapenda sana. Baada ya mahakama kuamuru mtoto akae na mamake, babake juu ni tajiri sana na mraguzi wa madawa za kulevya, akamteka nyara mtoi na akaenda naye. Na si eti juu anapenda mtoto ili tu amtesa huyu mama, ili tu yani kumhumiliate, kumtesa tu, kumnyanyasa yule mama juu yeye ni mdozo magaidi na juu yeye ako na pesa na ni mraguzi wa madawa za kulevya, akamteka nyara yule mtoto. Kwa hivyo mama anahitaji usaidizi wa mtoto wake kuokolewa kutoka mikononi mwa bwanake. Mwanzo bwanake hapendi mtoto wake na tena ni mraguzi wa madawa za kulevya, huenda tafuza mtoto kutumia madawa za kulevya na hatimaye mtoto abakie kuwa mraguzi wa madawa za kulevya na mwishowe mtoto abakie kuiaga dunia. Kwa hivyo mama hana pesa mingi, ako na $25,000 lakini anahitaji mtoto wake aokolewe. Laura,
it out. Meantime, we don't want you worrying. Laura, what we need to do is go down and have you make a video for us, then you're done. Walikubali ile mission mara moja. Mama akafahamishwa haba aweze kutengeneza video ambayo itaweza kuonesha mtoto kwamba anakueti wao wametumwa na Lola. Lola sasa ni huyu mama. Binti yake inajulikana kama vile Rari. Lakini utastukia hapa basi Hulk Hogan anakumbuka tu story kuhusu hapa basi bila shaka pale Sakishian mwenye aliweza kuangamiza hapa basi wanajeshi wake. Na mbali na hiyo kuna kazi nyingine hawa watu wanafanyaga. Kutafuta the most wanted people. Unatafutaga the most wanted people. Kwa hivyo serikali huwagi na wanatia list ya watu ambao hapa basi ni the most wanted people. Sasa kuna jamaa moja kwa jina la Kelly. Unaona? Sasa kila wakati jamaa wetu halikoka na kicheki ile picha anaona kama ni Sarkastian. Na bila kupoteza wakati basi tuingie upande wa Australia. Upande wa Australia shisha. Hapa ndipo yule mtoto walipo. Na mamake ameripa akina Hulk Hogan wakujwa mwokoe. Bezi yenyewe imewekwa ulinzi star kama hii. Ingawaje hata hivyo hapa basi mtoto ndiye huyu Rari. Mama yake anajulikana kama vile Laura, mtoto anajulikana kama vile Rari. Sasa naambu, wewe ni mtoto wangu. Lakini mtoto anamwambia, ulisema mami atakuwa hapa na sioni mami. Mimi sikupendi hata kama wewe ni babangu. Do as you are told. He said Mama might be here, but she's not here. She's too busy for us. Maybe she comes at Christmas. This is your home from now. I want to go home. This is your home now. Hapa ndipo kwanyu nyumbani sasa. Mama huenda atakuwa akikuja tu siku ya Christmas. Onyesha watu uko na furaha. Modhea mwenyewe ndio huyu. Ni mraguzo madawa za kulevya, ni tajiri na amemuiba mtoto. Mwanzo mahakama iliamuru mtoto akae na mamake. Lakini mzee akatumia chapa. Mwanzo unasikia ni mraguzo wa madawa za kulevya. Ndio waraguzo wa madawa za kulevya wanakuwa na pesa mingi sana. Ni sonko. Ni mtu ambaye akona kikosi chake cha kimagaidi. Akamteka yule mtoto nyara, akamtoa United States of America, akamleta upande wa Australia. Baada ya kumleta upande wa Australia, akaamua kukaa na yeye kinyume na mapenzi, kinyume na takwa, kinyume na mapenzi ya yule mtoto, na tena kinyume na mapenzi ya serikali, na kinyume na mapenzi ya mamake mtoto. Serikali iliamuru. Lakini hata hivyo basi bila shaka para sasa kuna Operation Calculated Move. Mwanzo akina Terry Hulk Hogan wako area. Derek ako area. Shannon Tweed ndiye huyu. Mwanzo kumbe huyu Sonko alikuwa ameandaa sherehe. Unaona kuna sherehe zimeandaliwa ara zenye hizi. Shannon Tweed akakuingiria. Derek yuko mtaa. Eti wamekuja kwa zile sherehe. Unaona? Wakajifanya wamekuja kwa zile sherehe, lakini wao wamekuja kwenye Operation Calculated Move kumwokoa yule mtoto kutoka kwa mikono ya babake. Mwanzo babake ni mraguzi madawa za kulevya na anaweza haribu maisha ya mtoto. Tena serikali iniamuru mtoto akae na mamake. Kwa nini basi hapa basi jamaati Juni Sonko achukue yule mtoi? Aish. Wakati Shannon Tweed waripita hapa basi life kumbe naye Terry the Hulk Hogan wakuwa na Carl Weathers hapa basi waripita upande mwingine. Na utaona hapa basi bila shaka para kuna makamera na ile kamera iko connected kwake Shannon Tweed. Cheki. Unaona hii shanga sasa. Hii shanga hii ni kamera. Inafanya kina Hulk Hogan waone chochote ambacho basi manzi anafanya. Wanaona venye security imewekwa hara zenye wezi. Na ukifika kwenye hizi territory unawekwa hapa basi kwa rift. Unaona? Unawekwa kwa rift. Kwanza jamaa akacheka kama kuna silaha. Wewe. Lazima tuangalie hii ni mambo ya security. We, hapana guza factory ya asali. Don't go there. That is honey factory. Okay. Enyewe Johnny Man akaona hakuna haja kuguza sehemu zingine za dim. Na unaona kwa huyu nyanya mwenye ni mzee hashindi akiangalia kwa sugar factory, kwa honey factory, anaguza tu hivi. Juu anaona ni nyanya mzee. Watu wanakuanga na tabia baya. Hata mimi tulikuwa na demu mwingine wangu tunaenda kuigia nini Florida kule. Unaona bouncer anaguza demu wangu kila pahali ati nikuangalia kama ako na buduki. Buduki inaweza wekwa kwa honey factory. Tabia mbaya. Right. Asante sana. Sasa ndiye huyu hapa basi ukipenda Shannon Tweed. Na rutikando wako ara zenye hizo basi ukipenda Terry the Hulk Hogan wakiwa na Carl Weathers. Wao ni majitu. Lakini Hulk Hogan kufika hapa
tena alianza kuumwa na venye wanajeshi wake waliuawa. Mwanzo hamna jambo, hamna kitu ambacho kinamsumbua Hulk Hogan kama kifo cha wanajeshi wake. Kifo cha wanajeshi wake wengi zaidi walioweza kuangamizwa na jitu kwa jina la Sarkisian, yani ukipenda hapa basi Sarkisian aliweza kuangamiza wanajeshi wake hapa basi Hulk Hogan. Kwa hivyo Hulk Hogan anaweza kukumbuka, akaanza kutupa focus, akikumbuka venye wanajeshi wake walikufa hapa basi kwa segenge, kura upande wa Iraq, na zaidi waliuawa basi na chemical, very very corrosive chemical. Wangshalala. Akaambiwa be careful. Akamwambia Carruthers, I'm sorry. Brother, you picked a hell of a time to lose your concentration. I'm sorry, partner. Hey, well, don't be sorry. Be careful. Be careful, huh? Yes, don't be sorry. Be careful. Lakini kwa nini hapa basi ya ile jambo linamsumbua? Kwa sababu kwa ofisi yao kuna karatasi liletwa ya mtu ambaye ni wanted by FBI, anajulikana kama vile Carrie. Sasa yeye akicheki picha ya Carrie anaona kama ni Sarkisian. Unaona? Anaona kabisa kama ni Sarkisian. Akicheki ile picha ya Carrie anaona kama ni Sarkisian. Na Sarkisian ndiye alihusika na kifo cha wanajeshi wake wengi zaidi kura upande wa Iraq. Hata hivyo, this time around Hulk Hogan wamekuingilia raizi kuokoa yule mtoto. Mishoni yao ni kuokoa yule mtoto, na hapa ni upande wa Australia. Mishoni yao ni kuokoa yule mtoto. Mwanzo mamake mtoi anamtaka mtoto mikononi mwake, mbele hapa basi babake ni jitu na ni jangili, na tena ni mwaraguzo madawa za kulevya. Hawana mambo mingi, mishoni yao ni kuokoa mtoto. Wamekuja kuchukua hapa basi mtoto wake Lola, mtoto kwa jina la Larry, na mamake anajulikana kama vile Lola. Alright. Terry the Hulk Hogan already wamedunda tayari. Champagne kunywa kamnyweso. Sasa cheki ndio huyu mwanzo wetu. Na ile wako na kamera, na ile kamera basi ambao wako nayo hapa basi nao akina Hulk Hogan wako na video yenye inafanya basi waone popote ambapo Shannon tweets alipo. Bas Hulk Hogan, Carruthers, Shannon tweet, Derek, wote wako wara zenye wizi. Sasa kwanza hapa basi kuna hii elevator, na ndio tina ingiza watu hapa upande wa ndani, na ndio tina inaweza wachomoa. Sasa wewe unafaa kugogwa namna hii. Hebu goga. Akagogwa. Derek anakuambia unafaa kugongwa na anakugonga. Unaona? Derek anakuambia atakugonga na anakugonga, design yenye anakuambia anafaa kugonga. Sasa manzi wetu alikuingilia kutafuta, haoni yule mtoi. Nero amekuja hapa kuchukua mtoi, na lazima wapate yule mtoto. Mwanzo mtoto ndio amekuja kuchukua ara zenye wizi. Sasa Shannon Tweed anatafuta yule mtoto, hampati. Wako kule ndani ndio. Sonko mwenyewe ndio huyo, akona mamanze kibao. Sasa alikuja akauliza, "Kai, kwani huyu jamaa akona bibi wengi aje?" Kambo is divorced. I thought he had a daughter. He does. Adorable. And I'm sure quite spoiled too. Yeah, akona mtoto fulani wa kike, lakini anakaaga kuwa amefungiwa. Anamfungiaga kama mnyama. Anapelekwa chakula, anafugwa kama mbuzi. Unaona yule ni mbochi wake. Na ni kimbochi kimbaya sana, kinapiga huyo mtoto sana. Huyo mtoto anateswa. Sasa ili kamfanya basi Shannon Tweed asikie vibaya zaidi. Mwanzo mtoto amefugwa, hana freedom, anakaa kwa nyumba akiwa amefungiwa. Just imagine anapelekwa chakula kama mnyama, na ni mtoto wa kike. Sasa naye Derek alikuja kucontrol ile elevator. Mwanzo nasikia there's only one way in and one way out. Hii elevator ni inaleta watu upande wa ndani na ndio inawachomoa. Kwa hivyo as long as wako upande ndani, lazima wajue venye ambavyo wataweza kuchomoka. Kwa hivyo Derek ako hapa kujua venye ambavyo wataweza kucontrol hapa basi ile elevator. Oe! Kanyangia. Nyuma yangu tusonge. Twende tusembe. Hulk Hogan. Mchungi sana mwanzo wa razinywizi kumekuwa ulinzi wa kimataifa. Kuna warinzi. Watu wako hapa basi ile kuna party, kuna sherehe fulani ambazo zinaendelea. Shannon Tweed hana haja na sherehe, hakuna haja na mtoto. Jamaa wetu naye Derek basi anataka kudicontrol. Anataka haba basi bila shaka pale kuwa yeye ndiye ataweza kucontrol ile elevator, ile lift yani. Yuataka kuicontrol sasa. Carruthers naye ndio huyo. Yuko chonjo kabisa. Hulk Hogan
wanagojea sasa signal kutoka kwa manze wetu Shannon Tweets. Watu na wamekuja kujiojoa, yeye wasi sasa nipate. Wakaambiwa sasa wacha hivyo, hapa nimewaletea wanamuziki wakuja watubuize. Wanamuziki kujeni. Ndiye huyo sasa wakahafu akaingia kwa nakasadhi wadhiwo na Salimu Junior. Watu wakaingia sasa kutumbuiza watu mwanzo. Hii ni party na watu lazima waweze kujienjoy. Wakati huo hapa basi kuingilia nani? Kuingilia hapa basi Shannon Tweets. Shannon Tweets anataka yule mtoto. Mwanzo yeye hajakuja hapa kucheza. Wewe madam unaenda wapi? Sasa kuona atashikwa akajifanya. Wewe ndio msuri nataka kumwagika. Wewe ati msuri nataka kumwagika. Itamwagikaje peke yake wanaume wakuwa huku na hii kiu yote. Hogan bado wa rais. Hogan bado wa rais. Yaani unasema utamu inataka hata imemwagika peke yake kidogo ndio inapaguza. Gai. Jamaa naangalia tu nyonyo cheki. Ngenge. Na ni kweli utamu yako ingemwagika. Unajua hapa hakuna mtu anafaa kupita. Mimi ndiye security. Okay, sasa nichukue basi. Utamu inataka kumwagika. Pata moja. Acha nilalie utamu. Akalalia nyonyo. I can live here forever. Walala yeye. Elia kae kwa nyonyo na agongwe. Gai. Ni wanaume wa thogonoi. Haya haisuru. Wakati huo ndiye sasa huyu mama ambaye ni hatari kubwa. Mwanamke ambaye ni hatari kubwa, na imagine ati yeye ndiye mboch wa kumchunga yule mtoto. Shannon Tweets naye akakuingilia. Na usije ukasahau Shannon Tweets is a former US Special Forces. Yani is a retired Special Forces commando. Alright. Cheki maneno. Akakuingilia upande wa ndani, akatafuta ule mcheki mtoto venye amefungiwa. Akaambia mtoto namna gani? Usibonge. Na umekuja kunichapa. Ero mtoto amezoea kuchapwa kila siku. Asubuhi akiamka anachapwa kabla hajapewa chai. Akienda choo anachapwa atijua amekunia. Ana taabu. Akaambiwa fanya hivi. Huyu ni mamako. Sikiza venye mamako anakuambia. Hi Lily. There's no time to explain now, but these people are my friends. Akaambiwa sikiza Rari, hawa watu wote ni marafiki, wanataka kukuleta nyumbani. Kwa hivyo ufanye venye watakwambia, juu wanataka kukuleta nyumbani. Sitaki ukae huko uendelee kutandikwa. Sawa? I'll see you soon. Mami! Kali enjoy, juu kuja kuchapwa kana chapwa hapa baka kanawekwa chumvi kwa saidongi. Imagine kanawekwa mpaka muti na vijiko kwa masikio. Kanateswa, kanatoroa kamasi na kijiko. Imagine kutoroa kamasi na kijiko. Kakikunia kanachapa kwa nini kamekunia. Kakinyamba kanachapwa kabisa kwa nini kananyamba. Na sio kanapewa maharagwe. Imagine unapewa maharagwe na supu ya maharagwe alafu ati usinyambe na hakuna kupewa pilipili. Bash kisha Carruthers wakapewa signal. Wakaambiwa soja moja ako chini, mwingine juu, mwingine kwa pande ile, mwingine pande ile. Kila kitu sasa wakaelezewa. Na wakati ni wa kuingia upande wa ndani shisha. Ni wakati wa kuingia upande wa ndani shisha. Cheki maneno. Masoja wako wale. Hogan, mutuli. Ni nini unatura hapa? Mutuli akanyongwa karash. Terry the Hulk Hogan. Pozi. Santa sana chukua position Terry the Hulk Hogan. Marda vara ye eda uleta hiyo ugali. Okay sawa. Tang tarara ugali na sukuma nileta tukule. Naleta ugali kukule wapi? Lala. Koma. Ugali na sukuma mkule. Mnakula mkule saa ngapi? Mwingine ndio wacha hiyo ugali kamu jo. Aliskumwa sira ingine dangerous. Karash Hulk Hogan. Vavara ye nipea buduki. Chukua mimi nimekufa. Haya, pisto stand by mkononi. Carruthers uko wapi? Chukua mtoto tutamburuke. Operation calculated move. Fasta basi Carruthers akakuingiria fasta pati ule mtoto. Cheki maneno. Speed basi akapatiwa mtoi kwa dirisha star kama hiyo. Wahipe na mtoto. Akaambia Carruthers akaambia Manzi wewe nifuate. Manzi akamwambia okay. Wacha nitumie hii choo halafu ni kama. Wakati Carruthers tu amechomoka hivyo, Manzi wa kigaidi akakuingiria. Ndio hiyo. Na ni wazimu. Huyu Manzi ni wazimu nani? Mackenzie. Ako wapi mtoto? Wewe ni nani na ako wapi mtoto? Sogua. Ata sogua. Ukabara. Katambe shasha. Yule Manzi ni wazimu, lakini wazimu wake analetea nani? Shannon Tweets. Sasa kwenda kubonga na Shannon Tweets
kamera imeanguka na ndio bado iko na microphone. Na uchunge asikuni yeye. Kitanzi shasha. Baini ya Shannon Tweets. Kitanzi baini ya Shannon Tweets na yule manzi wa kigaidi. Carl Weathers, ako wapi Shannon Tweets? Mtambo. Kwa mtambo Shannon Tweets amepotea. Na wawezi wakamwacha. Lakini manzi wa kigaidi alikuja kuona moto. Unakuja kuletea unaletea nani? Lakini cheki mwenye kina suruali kubwa. Salala. Nyonga Shannon Tweets. Chunga sana Shannon Tweets. Carl Weathers ikabidi sasa aweze kurudi. Richard anakuwa anaambiwa atamburuke basi bila shaka pale na yani anaambiwa aende na Hulk Hogan, lakini Carl Weathers alidai hawezi akamwacha Shannon Tweets. Lazima amrudie. Shannon pata manze moja. Chukua ingine. Kisha kama hata ingine. Siraha. Sasa Shannon Tweets akajamu. Wewe. Moikali. Pate dundi. We, niliwacho umeendea ugali na sukuma. Ugali na sukuma aliendea wapi Ni saa ngapi mnataka kukula? Ni saa ngapi mnataka kukula? Mnakula ugali na Christmas? Kuja hapa. Nauliza, mnakula ugali na Christmas? We, kaneda konyitira. Haya, unashika. Nani? Unashika nani? Waitwa Hulk Hogan. That Armand, such a dick. Manza anajifanya ati ametoka kunyenyuliwa. Naona Shannon Tweets anajifanya sasa ati watu wanakudhana ororo sana. Na sasa hiyo venye amefanyia watu huku hujawaiona. Hulk Hogan ndiye huyu Shannon Tweets. Bas, operation mission calculated move. Mission accomplished. Sasa ni kuchukua mtu hii wachomoke. Lakini kidogo hivi jangili moja ali open fire kumaanisha sasa hali ya hatari imetangazwa shasha. Kumaanisha shasha manzi hali ya hatari imeshatangazwa tayari. Cheki maneno. Magaidi wakaanza kuitwa tena kwa sherehe. Alikuja yule hapa basi bila shaka pale Moikali. Das Kind ist in worden. Mwanana ni ukwela Mando meko kava. Meto kuna orumuno. Ati nini tumepigwa vibaya sana. Bash. Waka open fire shasha. Majingiri wamekuja kudai sasa wamekono. Yani wametandikwa vibaya zaidi. Lakini wanakuja kufuata sasa wafuate kina nani? Hulk Hogan, Carl Weathers, Shannon Tweets, former US Special Forces. Abana machizo. Walikuja kukuingia basi sasa kwa elevator speedy. Zaidi kwanza hapa basi Shannon Tweets, mtoi, pamoja hasa Rasha Kaparo kupenda na Carl Weathers. Lakini kuna jingine amejifanya mjuaji, anawafuata. Cheki. Kuna jingine anajifanya mjuaji, anawafuata. Na Hulk Hogan. Cheki kuna sasa hapa itamata bitu life and death. Kuringia jingine na bunduki dead, cheki. Kama hapo mtu asimamagi. Wewe na kutamburuka Hulk Hogan. Get him! Jamaa fuatwe. Lakini hapa basi bila shaka pale ndio huyo mtoi anatamburuka. Mtoi anaelekea basi na akina Carl Weathers. Huko basi Carl Weathers ako upande wa juu na Hulk Hogan ako upande wa chini. Na kuna jengine na ambaye anajongelea star kama hii sasa kwa ile elevator. Watu wanaenda wapi? Lakini Sonkward hakuna pahali wanaweza enda. Juu hiyo rift pahali itawaweka. Hapa basi nitasema irudishwe papa hapa. Wafuatwe shisha. Okay, hii hakuna pahali wanaweza enda. Hii nyumba naijua vizuri hapa ni kwangu. Haya. Na kuna jingine anaendelea kuwafuata. Cheki. There they are. Stop. Hawaendi pahali. Sasa jangili naye ndiye huyu. Naye Hulk Hogan akajishikilia upande wa chini. Hulk Hogan kujishikilia upande wa chini. Kuna jangili upande wa juu. Chunga sana Hulk Hogan. Na kuna wengine wanaendelea hapa basi kujaribu kuwashambulia. Chungeni Carl Weathers. Mwanzo kuna jangili namba yako upande wa juu. Huyu sasa ni tisho. Mwanzo ako papa hapa upande wa juu. Funguria Hulk Hogan. Jangili akakuingilia. Bata.
Haya. Favara chini ni mbali. Toka. Nakuja kuletea unaletea nani? Woi, Hulk Hogan. Jangida akachomwa kisu. Jangida akachomwa kisu. Pataduni. Nyongwa. Hii kumbe hili jitu ni masenari. Uchunge sana wewe Carl Weathers. Hili jitu ni masenari. Carl Weathers. Alinyongwa maskini wa Mungu Carl Weathers. Oh yeah. Jaribu kuliondoa lile jitu wapi? Jitu ni masenari. Ai. Kumbe sasa Hulk Hogan alijam. Akatupa mkono. Jangida alishindwa hii mikono yote imetoka wapi? Haya, kwani mikono mingi aje? Wewe teremuka. Hiyo ni waisheri bwana, mimi naona mikono 5. Kumbe mkono mmoja ni wake Hulk Hogan. Hapa basi alivorota Jangida akamteremusha na kumtambariza. Hulk Hogan shisha. Bado wako upande wa juu. Ilikuwa wanataka kuchomoka hapa basi mwanzo sasa wameshapata mtoto. Hawana lingine. Sasa hapa basi cheki Hulk Hogan venye amejishikilia. Hulk Hogan cheki venye ambavyo amejishikilia. Na huko bado unajaribu kupigiwa marasasi. Wewe kwanza unajaribu kupiga unapiga ni marasasi. Sura wewe. Wow! Yuwaitwa Hulk Hogan. Hulk Hogan manzi. Na yeye bana machizo. Where can they go? Sasa wataenda wapi? Sasa mdozi anadhani ati wataenda alafu warudi tu hapa. Juu elevator inaendaga alafu inarudi. Na inua Derek ako kwa mitambo, yeye ndiye ana control ile elevator. Magaidi hawana habari kwamba na kwa elevator na kontroliwa na Derek. Sasa ni jamaa wetu ainuliwe hapa basi, ainuliwe na jamaa wetu Carl Weathers. Hulk Hogan vurutu wiko upande wa ndani hapa basi na jitu Carl Weathers. Kumweka upande wa ndani Hulk Hogan sasa kama hiyo shisha. Watakuja tu hapa ndipo watarudi, goja utaona. Wataenda alafu warudi hapa, msiwe na wasiwasi. Lakini wanastaajabu ya Musa kabla hajaona ya Firauni. Sasa ati wanawagojea warudi hapa wawaue. Kidogo elevator ikasimamishwa. Automatically kutumia remote. Kitu ambacho Jangili hajawahi fikiria, ikasimamishwa automatically. Kusimamishwa automatically hapa basi waliteremka mbio. Kwanza walichomoka kitambo magaidi wafikiri kupiga marasasi. Shannon Tweeds, Hulk Hogan, Carl Weathers pamoja na yule mtoto wameshateremka. Cheki. Operation Said move. Kusema wafikirie venye watafanya already. Basi akina Hulk Hogan wanaingia kwa dinga basi wanatamburuka. Cheki. Mimi ni moja wao. Gai mko wengi wabaya. Fasta kuna cha kupoteza wakati ndani ya dinga speed na kutamburuka. Ala. Jangili hawajawahi ona hivyo. Nini? Kama ni mtoto nitatafuta mwanamke mwingine nitazaa mwingine. Siwezi taka watu wakuja kwangu namna hiyo. Hai, hii ni kudharauliwa. Jangili aliwachana na ule mtoto na akasahau na yeye na akasema hata waitaka hata kuona mamake hata mtoto wake. Juu kama watu wanaweza kuja kwake kuwa na ulinzi stari kama hiyo, wachukue mtoto na waende na yeye, hauwezi akataka mtoto kama huyo tena. Wanaitwa wana special operations. Hulk Hogan, Shannon Tweeds. Mtoto pia akaweza kuchomoka ndio huyo. Lari, asante sana mamake aliweza kuenjoy sana. Ridadi, pozi kibisha. Na kisha basi Derek, Carl Weathers, Shannon, Hulk Hogan. Mission accomplished. Asante sana. Mama aliweza kuenjoy mwanzo uchungu wa mwana aujuae mama na utamu wa mwana aujuae baba. Uchungu wa mwana aujuae mama, utamu wa mwana aujuae baba. Waswahili walipokutana na wahenga na waganga wakasema utamu wa mwana aujuae baba, lakini uchungu wa mwana aujuae mama. Na ndio maana basi mama ameamua kukaa na mtoto wake. Mwanzo yeye anajua uchungu alioweza kuhisi, lakini babake anajua tu utamu alioweza kuhisi. Aliweza basi kuwapa hug, aliweza basi bila shaka pale kwa hug wote na kuambia manze shukrani. Mwanzo hakuna kiasi cha pesa ambacho angeweza kuwalipa ambacho kinatoshana na mapenzi aliyonayo kwa mwanawe.
Hata hivyo alipata mtoto wake basi na akaenjoy, na ilo hakuna siku hamna wakati ambapo basi yule bwanake atajaribu tena kuja kucheza na ule mtoto. Kisha na maana ameogopa venye ameweza kuandaliwa corrected move. Shannon Tweed aliweza kuenjoy zaidi mwanzo pia yako na mtoto wake ambaye anakaga na bwanake. Rich anakuwa basi bila shaka pale ndiye mamake. Shannon Tweed ako na mtoto anakaga na bwanake baada ya kudivorce na mahakama kuamua mtoto akae na baba. Mwanzo mama ni wazimu na kila wakati yuko kwenye maisha na. Thanks, boss. Hey. Lakini Karuwida sana mwambia Derek, never call me boss. We are partners. Partners. All right. Anyway. Lakini sasa hata hivyo kuna kitu kingine mtazamaji nataka ushike. Kukiwa kuna mtu fulani ambaye amekuwa wanted. Yaani wewe ni wanted. Unaona? Wewe ni wanted by the government. Serikali inaletaga hiyo list hapa. Hawa wanakutafuta, wanakupeleka. Nero serikali ikiandika wanted inaandikaga wanted and reward. Mkileta huyu mtu mtapatiwa pesa kiasi fulani. Sasa hawa wanatafutaga watu wanawapeleka. Sasa kuna jamaa kwa hapa amekuwa wanted kwa jina la Kiarie. Na kila wakati Hulk Hogan akitazama picha ya Kiarie anaona kama ni Sarkisian. Unaona? Kila wakati akicheki anaona kama ni Sarkisian. Sasa hapa basi ile picha inamsumbua sana. Kuna watu wengi ambao ni wanted na kuna reward. Kuna watu wengi sana ambao serikali inawahitaji, wanted by FBI, wanted by DEA, wanted by CIA, wanted by Kenya Special Forces, wanted by Kenya hivyo. Lakini kuna Kiarie wanted by FBI. Kila wakati Hulk Hogan akimtazama anaonekana kwamba basi ni Sarkisian. Niliwa Sarkisian ndiye aliweza kuangamiza wanajeshi wake Hulk Hogan. Kikosi cha wanajeshi ambao alikuwa anaongoza Hulk Hogan kiliangamizwa na Sarkisian. Unaona huyu shasha Kiarie. Sasa Hulk Hogan akicheki Kiarie Leonards anaona kama ni Sarkisian. Anacheki ndani ya macho anaona huyu ni Sarkisian. Hii ni plastic surgery jamaa amefanywa. Hakuwa anafanana hivi wakati alimuona. Lakini haya macho, ile watu kufanywa plastic surgery hawezi fanywa macho. Sasa anaona hii picha huyu hata kama anajiita Kiarie Leonards, huyu ni Sarkisian. And tell me you don't know who that is. At the eyes. Look at the eyes. Hell, I've been on a plane for 10 hours, man. Just tell me what's on your mind. It's Sarkisian. No way, Mike. Come on. I don't think so. Says here the name's Reynolds. Small time, $15,000 bounty. Lakini Hulk Hogan anambua manze huyu ni Kiarie Leonards. Huyu sio Sarkisian. Sarkisian alikufa kule upande wa Syria. Mwanzo Sarkisian aliweza basi kulipua Mary na ikasemekana ati Sarkisian amekufa hapa basi kwa Mary kule upande wa Sabra Shakapara wa Syria. Lakini Hulk Hogan anadai haya macho mimi nayaelewa. Hata kama amefanywa plastic surgery, huyu ni Sarkisian. Manze huyu ni Sarkisian, huyu sio Kiarie Leonards. Huyu jamaa ni wanted ndio. Lakini sasa hii ni plastic surgery ilifanywa. This is Sarkisian, man. He stages his own death, makes himself up to look like this guy. He takes up with who? Known associate of Hamid Jamal. Huyu jamaa sasa ni wanted, unafanya kazi na Jamal. Na Jamal hapa basi bila shaka pale ni watu ambao wanalivenjia Saddam Hussein. Unaona? Yaani huyu Kiarie Leonards amekuwa wanted na FBI. Inasemekana wanafanya kazi na Jamal. Na Jamal ni watu ambao wanalipua sehemu fulani na tofauti za Amerika wakifanyia Saddam Hussein revenge. Ati venye Saddam Hussein aliweza kuuawa na serikali ya United States of America. Sasa Jamal wanafanyia huyu Saddam revenge. Lakini sasa naye Kiarie Leonards ni wanted by FBI kwa kushirikiana na Jamal. Nataka ushike nielewa vizuri zaidi. Kuna karatasi kwa hapa ya jamaa ambaye ni wanted. Jina lake ni Kiarie Leonards. Inasemekana Kiarie Leonards wanafanya kazi na Jamal. Na Jamal inasemekana hapa basi ni terrorist ambaye anarevenjia Saddam Hussein. Anaua wa Amerika akifanya revenge ya kifo cha Saddam Hussein. Unaona? Kwa hivyo sasa huyu sasa Kiarie Leonards ni wanted by FBI kwa kufanya kazi na Jamal ambaye anarevenjia Saddam Hussein. Lakini hata hivyo hapa basi bila shaka pale Shannon Tweed alikuja kumuuliza Hulk Hogan, huyu Sarkisian ni nani? Mwanzo Hulk Hogan anaona picha yake Kiarie Leonards anasema ati Kiarie Leonards ndiye Sarkisian. Sasa alianza kuelezea manzi kwa maana kueti Sarkisian
Wakati mmoja yeye hapa basi bila shaka pale Harkogan wakuwa upande wa Iraq kwenye mission ya kuokoa wana UN officials, watu ambao walikuwa wanafanya kazi na huduma ya jumuiya ya madola, yani basi jumuiya, yani United Nation. Watu ambao walikuwa wanafanya kazi na United Nation walikuwa wametekwa nyara. Harkogan wakaitwa kwenda kuwaokoa. Wakati walikuwa wanakata waya wapenya na kuingia upande wa ndani, kukachupwa kemikali fulani ikawaangamiza kikosi, kiangamiza kikosi cha wanajeshi wake Harkogan. Ni venye tu Harkogan alipata basi chemical gas mask, yani akapata gas mask haraka, lakini wanajeshi wake wengi sana wakakufa kwa ile kemikali. Unaona, wakakufa kwa ile kemikali yenye ilikuwa imetengenezwa na Sarkassian, na ndiye alitupa ile chemical kuangamiza wanajeshi ambao walikuwa wanafanya kazi naye Harkogan. Hayo yote Harkogan anaelezea. Harkogan akaendelea kuelezea kwamba na kueti baada ya hiyo alifuata huyu jangili mpaka upande wa Mexico. There was nothing you can do, Mike. Sikiza. There was something I could do, and I did it. I went after the man who made that poison, the Death Merchant. That's what they called Sarkassian. I was right behind him in Morocco. Ama sio Mexico, upande wa Morocco. Akaenda upande wa Morocco. Akiwa Morocco, Sarkassian akaendelea na kazi ya kuua watu juu na uoga wa Amerika na watu ambao wanasupport wa Amerika. Sasa leo alikuwa amekuja kutupa kombora kuangamiza kina mama na watoto. Kidogo hivi Harkogan akamfuata upande wa Morocco, sio Mexico, Morocco. Harkogan akamkamata na akamshika. Lakini kwenda kummaliza kukachomoka jitu fulani rikanyonga Harkogan, rikamchomoa gas mask. Unaona? Likamchomoa gas mask. Na hapa ndipo aliweza kumuona akiwa karibu sana Sarkassian. Lakini Sarkassian yeye na magaidi wake wakaenda karibu sana Harkogan akufe, lakini Carruthers akaingia akamvarisha Harkogan mask. Design kama hiyo. Unaona? Carruthers akaingia akamvarisha Harkogan mask. Maisha Harkogan iko kwa kastari kama hiyo. Sarkassian akaua wanajeshi wake upande wa Iraq. Harkogan akamfuata upande wa Morocco. Karibu sana amshike, lakini akanyongwa na jitu fulani. Maisha yake yakaokolewa na Carruthers. Na sasa yeye anaamini Carrie Ronalds ndiye Sarkassian na lazima amfuate Sarkassian. Sasa kuna jamaa fulani na kuwaga kemenyi wa Roroti kwa ofisi za FBI. Kuna jamaa moja aliwacha kazi kwa wana FBI, lakini anakuwaga mjua mambo yote, Mr. Know-it-all. Yeah. Sasa hao waliamua kuja kumuuliza kama kweli Carrie Ronalds anaweza kuwa ndiye Sarkassian. Sasa naye ofisi yake inakuwa pahali ambapo utazunguka cheki pale ambapo kuna fanana. Unapita hapa unaona panafanana hapo mbele. Mnapita hapa mnapata hapa basi panafanana tena na hapo mbele. Sasa utazunguka uzunguke. Na walizunguka wakitafuta ofisi zake basi Martin Cove. Ai, bake kabidi sasa wakuja kuuliza. We, mtu wako peke yake. Martin Cove ofisi yake ni gani? D7? Iko pale. Anakuwa pale ambapo huwezi jua. Mwanzo wamezunguka karibu risali zima wakitafuta ofisi zake Martin Cove. D7 ndipo anakuaga Martin Cove. Na huyu tu ndiye anaweza waambia ukweli kuhusu Sarkassian. Mwanzo aminika ati Sarkassian alikufa. Kwanza akacheka kama kuna mtu ameona akafunga. Inasemekana ati Sarkassian aliripuka na meli kule upande wa seri. Kapiga hug. Abiru chwadi mataka hinyo. Ukijaribu kunipiga hiyo hug na kuangamiza. Martin Cove. All right. Na mtazamaji, nataka ushike ni uelewa vizuri zaidi. Kwa ofisi za akina Carruthers kuna jamaa amewekewa wanted kwa jina la Carrie Ronalds. Unaona? Amekuwa wanted kwa jina la Carrie Ronalds. Lakini Harkogan anasema kwamba na kuita Carrie Ronalds ndiye Sarkassian mwenye alihusika na kifo cha wanajeshi wake. Unaona? Lakini kwa picha Carrie Ronalds hafanani na picha yake Sarkassian. Huku Harkogan anadai Sarkassian ni plastic surgery alifanywa na akabadilisha jina akajiita Carrie Ronalds. Wala ni yeye yule gaidi. Hivi ndivyo Harkogan anadai. Kitu na ambacho sasa kina Carruthers wanakataa. Wanasema mwanzo wakiingia kwa kompyuta atoe picha yake Sarkassian, picha ya Sarkassian inatoka.
na inaelezea kwamba alikufa kwa meli kule upande wa Syria. Wakichomoa picha yake hapa si Kerry Ronalds, inachomoka inasemekana basi ni jangili ambaye anafanya kazi na akina Jamar ambaye ni terrorist ambaye ako based upande wa Saudi Arabia. Jamar ni terrorist kwa upande wa Saudi Arabia na anafanyiaga Saddam Hussein revenge, anaua wa Amerika akifanyia Saddam Hussein revenge. Hivyo ndivyo kompyuta inaelezea. Lakini sasa huyu Martin Kove ni Mr. Noitor. Mwanzo alikuja basi akatoa picha, akaambiwa tunataka kujua kama Sarkisian ndiye Kerry Ronalds. Bas walikuja akatoa picha. Sasa ndio picha yenye tumeona kwa screen mtazamaji ni yake Sarkisian. Tunataka kujua kweli. Martin Kove anamwambia sikizeni. Mimi hakuna kitu ambacho sijuagi. Hamna kitu ambacho sijui. Mwanzo hiyo ndio kazi yangu. Mimi ni Mr. Noitor. Kama kuna kitu chochote unataka kujua kuhusu terrorist, unaniuliza. Akaambiwa basi ndio huyo Kerry Ronalds. Tunataka kujua kama Kerry Ronalds ndiye Sarkisian. Hiyo ndio mission yetu hapa. You know the story? Mtajua tu saa hii. Okay. Fled Syria aboard a chemical ship. It hit a storm off of Crete. It was a picha ikachomorwa ndio hiyo yake Sarkisian. right? A chemical explosion of fire, sharks. Sarkisian alikufia kule upande wa Syria, alilipuka, nyama zake zikakuliwa na meli. Ndio sasa picha yake Kerry Ronalds. Unaona? Lakini kuchunguza wakaona, wakichunguza wanaona sasa, kuingia kwa kompyuta wanaona venye alifanywa plastic surgery. Sasa wanaona venye Sarkisian alifanywa plastic surgery akajiita Kerry Ronalds ndio huyu Sarkisian. Cheki maneno mtazamaji, unaona ndio huyo, alafu akafanya plastic surgery akawa Kerry Ronalds ndio huyo. Haya, jamaa huyu no huyo. What? Ndio huyo Sarkisian anaenda anakuwa Kerry Ronalds. So you go. Kumaanisha this a fucking plastic surgery. Sarkisian ndiye Kerry Ronalds. Ni venye alifanywa plastic surgery. Kufanywa plastic surgery akageuka na akajigeuza jina. Akawacha kujiita Sarkisian juu alikuwa ameua watu wengi sana na akawekwa wanted. Sasa akawacha kuwa Sarkisian akawa Kerry Ronalds. Na serikali ya Amerika imeweka $1 million kwa mwenye ataweza kumuua. Umlete Amerika either dead or alive. Ukifaulu kumuua utapata $1 million. Sasha told you that $1 million is ours. What? $1 million? Na mimi ndiye ambaye nimewaambia hiyo story, alafu mniache hapa nikifanya nini? Bas, kazi imepatikana. Kazi ni kazi. Kwa dheta mno. I'm just saying, listen. Wase, yani venye nataka kusema ni kuwa tutafanya hii kazi pamoja. Jua mwezi ni acha hapa. Hey, $1 million. Is alive. There's still $1 million bounty on his head. Andy, where are you going? Oh, I'm going with you to talk to Mike. Oh, no thanks, Andy. Really. Tutakagi mtu mwingine. Nini? Mimi lazima niwaandamane. Mimi nimewapea siri. Kwa hivyo lazima basi ofisi yangu bye. Nimeenda na hapo. Hodi. Wewe na wewe. Akadai. Looking for this place for 45 minutes. Nimetafuta hii ofisi for 45 minutes. Ako wapi Harkogan? Kwani hayuko hapa? Haya. Si tunadhani mko na yeye. Karwadha akasema, I know where he is. Kumbe Harkogan ako upande wa Saudi Arabia. Territory za terrorist ndipo anakuingilia sasa zaidi hapa. Basi ukipenda Harkogan, mwanzo anajua akitaka kumpata Sarkisian amtafute Jamal. Bash. Na hizi ni territory zake Jamar ni terrorist, anawaangamiza wa Amerika akifanyia Saddam Hussein revenge. He's an anti-America. Ndio huyo Jamar Shisha. Anaendelea kununua masiraha cheki. Yeye ni terrorist.
yeye ni terrorist. Jamar ni terrorist, ako kwenye kikosi cha Al-Qaeda, ni muungano wa watu kama vile Al-Shabaab. Jamar Shisha ni muungano wa watu kama vile Al-Qaeda na Al-Shabaab, wanaendelea kununua vifaru. Shisha cheki maneno, wanaendelea kununua vifaru huku. Basi ila hawa ni terrorist, hawa ni wana Al-Shabaab, hawa ni wana Al-Qaeda. Why cheki maneno huku basi, lakini kufumba na kufumbua macho, Hulk Hogan arakuingiria kwanza, arakuingiria stari ya unyama. Shisha akiwa Kimansoro, Hulk Hogan Shisha akiwa Kimansoro, manza arakuingiria design kama Shisha. Cheki maneno, Hulk Hogan arakuingiria, cheki Hulk Hogan Shisha. Hulk Hogan amesha kuingilia tayari, ndio huyo Hulk Hogan. Walala Hulk Hogan amekuingilia Kimansoro, anataka Jamar ili Jamar amwambie pale ambapo Sakestian aripo. Ninataka Sakestian, na ili kupata Sakestian lazima nipate Jamar. Everybody be cool. Hands in the air. Nobody move. I just want to talk to Jamal. Nataka kubonga na Jamal. Wana Al-Shabaab walijamu ati wakamwanza, lakini wanaanza nani? Akona automatic machine guns nani? Hulk Hogan akona automatic machine guns, ako Kimansoro. Hulk Hogan ai cheki venye na wandaria. Shisha Hulk Hogan Shisha, nataka Jamal chukua star. Toka unakuja kupata, unapata nani? Jamar ndio huyo. Wase wagu, watu wengi kitu gani? Kwanza alitegwa, cheki alitupwa silaha, akategwa stari gani? Jamar Santa. Hawa wengine toka mnakuta nani? US Special Forces Retired Commando. Lakini kumbe Jamar anakuaga amekomboa Russians Spetsnaz. Cheka maneno, Hulk Hogan kumkamata kure kuingiria Spetsnaz Russians Special Forces. Makosa cheki vinye wana Russian Spetsnaz wari kuingiria. Hawa ni masenara wake Jamar, jitu kama hili. Shisha Russian Spetsnaz, cheki Hulk Hogan okabamano wake beti. Aya, one touch, wanaitagwa Russian Spetsnaz. Nao abana machizo. Sasa jamaa wetu alikamatwa stari kama hiyo, na hakika Sakestian mwenyewe ndio Shisha. Serikali ya Amerika inamtambua kama vile Kerry Ronalds, lakini yeye sio Kerry Ronalds, yeye ni Sakestian, na yeye ndiye aliweza kuangamiza wanajeshi wengi sana wake Hulk Hogan. Na this time around Jamar ametengenezwa kombora na Sakestian. Unaona, chemical weapon, kombora ya kikemikali ambayo inataka kutumwa hapa basi sehemu moja kuropana United States of America, ikawaangamize raia wa Amerika. Ele wa Jamar nia yake ni kurevenge kifo chake Saddam Hussein. Kwa hiyo Jamar ametengenezwa kombora hapa basi na huyu gaidi kwa jina la Sakestian. Ametengenezwa kombora na Sakestian, kombora ambao anataka kuituma United States of America. Lakini hata hivyo Sakestian amcheki Hulk Hogan akamkumbuka. Naye Hulk Hogan pia akamkumbuka. Huko Sakestian akamkumbuka Hulk Hogan. Kamwambia I remember you. Just a cheeky Spetsnaz. We goja. Spetsnaz. Kamwambia Hulk Hogan nakumbuka, niliua wanajeshi wako wengi zaidi. Lakini Hogan alimwambia in one way or the other, I'm gonna kill you. But then I've been busy. Of course this isn't the face I would have chosen, but they were all out of Brad Pitt. Yeah, nimekuwa hapa basi busy nikifanywa plastic surgery. Huenda basi unashindwa what happened to me, but nimekuwa busy nikifanywa plastic surgery. Wa Amerika msikiagi. Kwa nini mliua Saddam Hussein? Mlitoa shughuli kwenyu mkakuja kuzileta Iraq kwa nini? Kwani nyinyi ni akina nani?
Mbona msidiri na mambo zenyu kwenyu? Kwa nini mkuja upande wa Iraq? Mukaiba mafuta. Mukaua president wa Iraq. Mukaharibu nchi ya Iraq. Saa hii inakaa kama ni jangwa. Juu tu mlikuwa mnataka wizi wa mafuta. Kwa nini mtumiaji mafuta yenyu yenye mmeficha wa Amerika? Kama kuna mashetani duniani ni nyinyi. Kwa nini mnakuja kuiba mafuta? Lakini Al-Qaeda alimwambia sitaki kujua venye serikali inafanya. Mimi najua wewe uliua wanajeshi wangu. Lakini hata hivyo Al-Qaeda aliambiwa nitakudunga hii shindano and you have only 72 hours to live. The fact is, you have 72 hours to live. You have 72 hours to live. Shika yeye. Ili uambie wa Amerika washughulike na shughuli zao. Kwa nini mnaendaka tu zile nchi ambako kuna mafuta ili muibe mafuta? Nani ajui nyinyi ni wezi? Nani ajui nyinyi wa Amerika ndio mlitoa vita upande wa Kongo ili muweze kuiba madhahabu? Tumewajua nyinyi wa Amerika. Nyinyi ni mashetani. Pelekea hiyo message President wa Amerika na Britain na wengineo, uambie Waarabu tumejua nyinyi wa Amerika ni wezi. Munakujaga kwa nchi tu ambazo ziko na mafuta. Munakuja Libya, munakuja Iraq, munakuja tu sehemu ambapo kuna mafuta. Kwa nini hamuendi kutoa vita Somalia? Kwa nini hamuendi kushambulia watu wa Somalia juu hakuna mafuta ya kuiba? Na hii kombora naituma upande wa Amerika. Harkoga na mawatu wa message. Ambie serikali ya Amerika iwachane na nchi za Waarabu. Waarabu wamejua wao ni wezi wa mafuta. Lakini hata hivyo Harkoga amedungwa shindano yenye baada ya masaa 72 Harkoga atakuwa amekufa. Sasa huyu naye Jamara alimwambia unajua namna gani? In 72 hours you will be into 72 pieces. I once knew a man who had no nose, but he couldn't see how ugly he was because he had no eyes. In 72 hours, you can be in 72 pieces. You're gonna be into 72 pieces. Nitakuwa nimekutoa macho hata utaona uko na sura mbaya namna gani. Lakini right on time. Carweathers. Shannon Tweeds. Derek. Wakakuengeria shasha. Harkoga na akajifungua design kama hiyo shasha. Jamaro tapenda. Wewe. Harkoga na Jamar ukabamano wake beti. Utaniambia kombora mnaenda kutupa wapi? Carweathers. Hapa ni upande wa Saudi Arabia. Territory hapa basi ni basement za kimagaidi. Basement za wana Al-Shabaab. Upande wa Saudi Arabia. Derek. Carweathers. Shannon Tweeds. Na nyakati ni za mchana walelele ikiwemo Martin Kova. Wana Al-Shabaab wanaona moto shasha. Wana Al-Shabaab mandugu wao wana Al-Qaeda wanaona moto shasha. Cheki maneno we Shannon Tweeds Kurwe Asanta Derek Martin Kova Carweathers. Aya asante sana we Kurwe asante sana walelele mchezo kando Kurwe pose kibisha we kumekujwa Al-Shabaab kitu gani? Ati Al-Shabaab kitu gani? Al-Shabaab mandugu wa mandugu wao Al-Qaeda. US Special Forces Retired Commandos. Carweathers. Shannon Tweeds. Derek. Berakusao Specialist. Martin Kova. Haya, wewe ndio tunakuja kuokoa. Haini road dada gotini haha. Kuna mtu nataka kutoa mapua. Okabawe. Lakini alimwambia Al-Kogan
Namna gani? Sikiza. You can make me talk, but you can prevent our missiles from striking at your heart. Yeah, you can make me talk. Huenda mtanitesa mpaka niwaambie missile inaenda kutupwa wapi, lakini hamtazuia hiyo missile kuanguka United States of America. But we definitely want to hear all about your plans to make America go off. Tunataka tu tuambie. Mwanzo sisi tunaweka tu stima kwa makangari yako. Unatuelezea kila kitu. 72 hours. Manze unahitaji kutembelea hospitali. Lakini alikuwa anakuambia ni kubaya tena zaidi. Mwanzo hiyo kombora ikifika United States of America, so many innocent people are going to die. Payback for the Gulf War. It's a payback for the Gulf War. Wanarevenge kifo cha Saddam Hussein. By the time we know about it, there'd be a missile in our lap. Jamal says 1 million people would die. So many innocent people are gonna die. Na inatupa wapi? The target is Seattle. Sierra. Na huko ndiko mtoto wake. Seattle's where my daughter lives. Shannon Twiza na Kaga. Sierra. Pari mtoto wake Shannon Twiza na Kaga. Oye. Sierra, United States of America. Ndiko kombora nataka kuja kutupwa. Sasa madaktari walikuja wakajaribu kutafuta antidote. Wakatafuta antidote. Elewa Harkuga na medungwa na shindano. Wakatafuta antidote. Wakajaribu kutafuta antidote. Wakangangana. Wakarete basi madawa zote na wakatumia ujuzi wote, lakini ikifika hapa inashindwa kukura virus. Unaona, inangangana kukura virus. Inashindwa. Hakuna antidote walipata. Hamna dawa. Tutafanya nini? Hapa ndipo sasa anakuga na richikia kuona hapana. Mwenye alitengeneza hii sumu ndiye tu anaweza kuwa kona dawa. Sasa anakuja Karwetha. Ai bwana, wewe mnafanya yako kitu gani fana? Fana mwana wewe fana jaribu fuendeko wapi fana funajiweko fu wewe fu mwenyewe ni fu mgonjwa. Funahitaji fukuleko fu ingoho, fukureko fana, fukureko fukuku fu nyumbani fana, fukureko futawa. Lakini alimwambia acha mambo ya ubaruya hapa Karwethas. Mwenye alitengeneza sumu akona dawa. Na sitakaa hapa ningoja madaktari wakisema amekosa dawa. Mwenye alinipa sumu atanipatia dawa. Live and direct. Mwenye alinipa sumu atanipa dawa, anipe na anipatie. Sasa madaktari kuja kumwambia, lakini hapa basi alikoga ananiambia daktari vizuri zaidi. Mwenye alitengeneza sumu akona dawa. In the first place. He's talking sense. You make a poison, you can unmake it. If you put a hand on that stuff. Yeah, mwenye anatengenezaga sumu ndiye tu anakuaga na dawa. Kwa hivyo kama tunataka dawa, chukua hizi mashindano zako. Kama tunataka dawa, lazima tukatafute hapa basi huyu Sarkisian. 6 hours left, so there's not much time. Kwenye headquarters za wana special operations. Sasa pahali ambapo lile kombora linaenda kutupwa hapa basi upande wa Canada. Kwa hivyo lazima kina Harkaga na waelekea moja kwa moja upande wa Canada. Wasimamishe lile kombora. Mwanzo lile kombora basi ni kitu ambacho ni hatari kubwa kwa maisha ya wananchi wa United States of America, zaidi upande wa Sierra. Mbali na hivyo, Harkaga lazima katafute lile jangili ili liweze kumpa antidote. Yani ina maana dawa ya kuangamiza virusi ambazo basi ziko ndani yake. Washalala. Walele yaye. M4A1 with an ACOG site. No one working in a compromise needs a weapon like that. Kwa hivyo, kulingana na picha za satellite, kuna sehemu fulani ya Amerika basi ati inasemekanaga kuna factory. Na kwa hiyo factory, kumbe watengenezaji vitu za kawaida, wanatengeneza makombora. Lazima basi akina Harkaga na waweze kuingilia razanya hizo, haraka tena basi bila shaka pale iwezekanavyo ili waweze kupata wale magaidi kabla hawaja launch. Kabla hawajatupa lile kombora. Mwanzo unasikia lile kombora litakuwa basi na madhara kubwa zaidi kwa watu United States of America. Na penye ambapo lile kombora na prani wa kutupwa ndipo anakaaga mtoto wake Shannon Tweed. Kwa hivyo inabidi Shannon Tweed aweze kupiga simu basi aone kama ataweza kubonga na bwanake ili ambie bwanake wahepe
watoke upande wa Sierra. Mwanzo magaidi wameplan kutupa kombora. Na venye ambavyo basi bila shaka pale wanaponea ndivyo ambavyo muda venye ambavyo wanaponea ndivyo muda unaisha. Mwanzo muda unayoyoma, kisha na maana Hulk Hogan alikuwa na 72 hours, sasa ako na 25 hours ya kuishi. Shannon tweets, tafanya namna gani shisha? Haya, cheki naye nipo venye zinatokomea toko. Hai, alright. Sasa ikawa ni vivyo hapa basi bila shaka pale Shannon tweets alikuja kupiga mawasiliano lakini akapata bwanake hayuko karibu. Probably Otis is a really hunky guy, but if you leave a message, I'll call you back soon. Bye. Hakupata bwanake, alipata bibi ya bwanake. Mwanzo wakati waliachana na bwanake aliweza kupata bibi mwingine. Wafanye nini maskini wa Mungu, wala watende nini? There is only one way in and one way out. Hakika lazima waweze kuingia upande wa Canada, waweze kutafuta hapa basi wale magaidi, na bila kupoteza wakati kwa hakika waweze kuwaangamiza. Na nyakati ni za usiku. Sasa walianza kujongerea design kama hii. Derek, Terry the Hulk Hogan, Carl Weathers na Shannon Tweed. Hapa ndipo yaaminika kombora takuja kuraunchiwa. Litumwa likielekezwa United States of America. Wako chonjo, wako macho, wako standby by kabisa. Mlinzi, kaiwewe kuna kunyongana usiku. Oi. Kesho hedhuya karash. Washalala. Territory zenyewe ni hizo. Hapa ni upande wa Canada. Na nyakati za usiku. Sasa waliweza kuingia kule upande nani? Kuweza kuvamia hizi territory lazima kwanza watege makombora. Kwa hivyo walichora plan. 12 minutes to full life. Wako na dakika 12. Shannon Tweed na Derek wakatege makombora. Carl Weathers na Hulk Hogan watafute. Carl Weathers na Hulk Hogan watafute lile kombora. Watafute tena vizuri zaidi lile kombora, wajue para mapara na kuja kuraunchiwa kwa zile territory za wale magaidi huko upande wa Canada. Lakini Derek alikuja kumuuliza Shannon Tweed, kusema ukweli hapa duniani kuna mtu anaweza kukuoa kweli? Can you get married? Will you? Can you ever? Is it possible? Bet you get married, you know? Bet you get married. Maza kamwambia sasa nani anaweza oa mtu kama mimi? Juu kabla hatujalala lazima kwanza unipige. Na kupata mwanaume anaweza nipiga mpaka nilale hakuna. Leo hakuna wanawake wanakuwa hatari kama hawa. Mimi nilikuwa nimeoa Cynthia Rothrock. Wacha nikwambie mtazamaji, ile vita nilikuwa ninagogwa. Usiwaiona ati demo anajua vitu dhani ni mchezo. We, mtu anagogagwa sana. Mimi nilipigwa baka nikasema sitaki kukugudhororo. Bana chiza. Sasa ikawa ndivyo hivyo. Shannon Tweed wako upande wa ndani. Ni kweli mtazamaji, usiwahi jaribu kuoa. Hata wakati niliwachana na Cynthia nilikuja nikaolewa na mwanajeshi mwingine. Hata sasa wakati wanaenda Somalia vita anafanya practice na mimi. Hata unajua kesho tunaenda kupiga Al-Qaeda. Ananitadika tu bure. Ananitadika bure tu. Haya, hakoga ndio wanatoa kibao kichuma kikubwa kabisa ili wapenye upande wa ndani. Ni kweli mtazamaji, juzi ile vita nimeonwa. Demu wangu anaitwa Sergeant Segei. Ananipiga tu bure tu ati kesho tunaenda Somalia kupiga Al-Shabaab. Sasa wacha nifanye tizi na we. Ninagogo ateke pap. Ninagogo ingine pap. Ana nikanyaga makagari ting. Unaona? Nilipigwa vita ingine ujaiona. Sasa na mimi nikaihuria kankan nikapaga kujuruka ting ting. Kuihuria nikataroa buduki. Nikapigwa risasi ya kichwa tap. Uzuri kichwa yangu ni ngumu siku kufa.
Mungu akadi. Alright. Sasa basi tukuje kuona venye mambo yalivyo mwanzo. Sasa Shannon Twins wamejifanya wafanyikazi mwanzo kwenye hizi territory, mtazamaji, kwenye hizi territory kuna wafanyikazi wengi zaidi. Sasa wao walivalia helmet, wakavaa uniform ya wafanyikazi wa rais, wakajifanya ati wao ni wafanyikazi. Kisha wakaanza kutega makombora. Waona? Ndio huyu Derek amevalia helmet sasa ati wao ni watu wa janta. Lakini wanatega makombora. Wanatega makombora zenye hizi, tazama dogo radha mpenzi mtazamaji. Shannon Twins wanatega makombora ara zenye hizi, tazama. Wanatega makombora ara zenye hizi. We, cheku maneno. Harkaga na ndio hawa wanataka kujua hili kombola litaraunchiwa wapi. Tega makombora kwa transformer ya stima. Manzo wetu Shannon Twins, endelea kutega makombora maridadi. Pozi kibisha Derek tega do. Hizi ndizo territory za kimagaidi shisha wa Shalala, na hapa yaaminika ndipo ambapo Christian ripo. Looks like we've come to the end of the line here. What do you think? Think you can make it? Well, we came this far. Let's work on all the rides. Let's do it. Walinzi wako wengi zaidi, lakini akina Harkaga na wataki kujua. Walinzi ni wengi sana tena zaidi, lakini akina Harkaga na matangamanya. Pozi kibisha tega makombora nyingi zaidi. Derek kisha kauma vako anamngojea sasa Shannon Twins. Yomngojea sasa lakini kidogo hivi manager alimuona Shannon Twins. Ai, tushaandika watu, lakini huyu tangu lini tukaandika wanawake araizi? Wewe uliandikwa lini? Nedanyi tuonio mei. Ato wanyi tuonio mei. Nasikia kukunia. Unasikia kukunia wakati na kuuliza uliandikwa kazi lini? Sasa hapo ndipo basi walijua sio kuzuri. Bash. Kimemia. Umeona Demfrana amepita hapa. Uliaso uguo. Unatusubua hapa na wewe ni manager venye unatusubuaga akili. Haya, aisuru. Check maneno. Shannon Twins ndio huyu ameuma vako. Mwanzo hawezi akataka kujulikana yeye si mfanyakazi wa rais. Hawezi akataka kujulikana. Naye Carl Weathers ndio hawa wakiwa na jamaa wetu Terry the Hulk Hogan. Terry the Hulk Hogan. Kisha greenhouse yenyewe ndio hiyo. Yaani greenhouse ni pale ambapo ile kombora linatengenezewa sasa. Bash. Ndilo hilo. Wanaliunda lile kombola na kisha walitumia mara moja kura United States of America likawaangamize mamilioni ya watu wasio na hatia. Just imagine likawaangamize mamilioni ya watu wasio na hatia. Kisha Christian mwenyewe ndio huyo. Christian mwenyewe ndio huyo nani? Christian manze mwenyewe ndio huyo. Wow. Christian na sasa ametengeneza a very 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 dangerous chemical. Kisha ile kemikali sasa itatupwa kama kombora. Ikitupwa kama kombora, pale ambapo itaanguka, watu tu waki-breathe. Unaona? Wakipuriza ama wakipumua habas ile hewa. Oye. Watayaga dunia. Richa na hivyo mimea itakauka. Wanyama watakufa na vizazi zijazo zitazaliwa zikiwa virema. Vizazi vijazo vitazaliwa vikiwa vilema. Kombola ndio. We chunga we. Huyo ni Christian. I'm gonna kill him, man. Alinidunga shindano. Richard na kuwa aliwa wanajeshi wangu. Huyu jamaa amenikosea sana tena zaidi. Akaangamiza wanajeshi wangu. Na sasa tena juu ya hayo akanidunga shindano.
plus ninahitaji anipatie dawa. Niko na haja na huyu mtu mbaya mbovu. Niko na haja na huyu mtu mbaya makusha. Wakaendelea kulitengeneza, wanataka kuitumia ikiwa kama warhead. Wanataka kuitupa ikiwa kama warhead, yani kombora moja dangerous. Kombora moja ambalo litakuwa hatari kubwa. Lilo hilo. Likiendelea kutayarishwa na kutengenezwa kombora shasha. Ni warhead ya chemical. Na manzi, heri kombora ya kulipua na kuharibu kuliko chemical kama hii. Mwanzo nasikia itadhurumbaka wanyama, wadudu, mimea, minyoo, binadamu na vizazi vijazo. Hii ni hatari, ni kemikali na ambao manzi hapa basi ndugu mpenzi mtazamaji ni hatari kubwa tena zaidi. Carl Weathers. Hulk Hogan. Lazima mfanye kila jitihada kuhakikisha basi lile kombora halitaweza kutumwa. Mwanzo likitumwa pahali basi popote itakuwa ni hatari. Funya saifu naombeko fuwewe fuana, fujihofa wanyonyi, fu mimi mwenyewe naombeko fuwewe fuana, fujihofa wanyonyi, fusaidieko fu mimi, fusimamisheko fuhirfu kombora, manaki fuhirfu kombora fukitumweko fuana, hata fupunguni futakuweko na hewa mbaya. Kwa hivyo fujihofa wanyonyi, funaombeko fuana, fusaidieko fu mimi. Fuamina fumombi fumeisheko fuana. Carl Weathers. Washalala. Cheka manino. Carl Weathers anafuatana na lile kombora. Mwanzo anataka kujua linataka kutupwa wapi. Anataka kujua na kuelewa hapa basi lile kombora linataka kuwekwa wapi na linatumiwa wapi. Mwanzo lazima wafanye kila jitihada. Lazima wafanye kila jitihadi kuhakikisha hapa basi bila shaka para kombora litatupwa. Sasa naye Hulk Hogan muda bado wayoyoma. Masaa bado yanaisha. Kidogo hivi alipatana na lile jitu. Russian Spetsnaz. Huyo ni muliwe. Kwenda kuchukua bunduki wapi? Kiatu amevalia namba 29. Amevalia kiatu namba 29. Derek. Hulk Hogan mashakani. Wakavaa mwana wake beti. Nyonga. Carl Weathers. Karash. Funaonywa. Fujiweko pahali fenyewe hapa ni fipaya kabisa. Hulk Hogan. Herijitu wa bana machezo is a former Russian Spetsnaz. Haya. Jamani nyanyua dinga. Anainua dinga analiangusha chunga sana Hulk Hogan. Anachomoko pano ravashi shasha. Weko gomere. Omire ukabamano. Vunjwa shingo mara moja. Spetsnaz kitu gani? Hulk Hogan, US Special Forces, retired commando. Abana chiza. Carl Weathers. Mos. Tamba mdogo Carl Weathers. Ndio huyo. Analifuata lile kombora. Mwanzo hawezi akakubali tu upande wa United States of America. Mwanzo so many innocent people are gonna die. Watu wengi sana wasio na hatia manzi watakufa. Shannon Tweed. Kumbe kwenda kubonga na Shannon Tweed akahandwa. Waliandikwa kazi huku lini? Tangu lini tukaandika wanawake? Hebu nionyesha badge. Nitolee badge. Okay, wacha nikuonyesha badge. Niliandikwa nikiwa kama special person. Special, hatujaiandika wanawake. Si unataka? Alichomoa remote, akalipua kombora moja. Jamaa kuzuba, akawekerewa kofia, cheki. Kofia. Asa. Shannon Tweed. Twende shisha. NSS magaidi wamejua obvious basi bila shaka para kumekujwa sasa Derek Carl Weathers Hulk Hogan lazima mkae chonjo kabisa. Washalala. Security DTC katumwa design kama hiyo. Hulk Hogan ameshavalia mavazi design kama hiyo na kuingia upande na kumpata Sakiston shisha. Shannon Tweed. Weka jengere kando. Shannon Tweed. Ni manzi lakini abana machizo. Ukijaribu uowe kama huyu nani, unakonda. Unatoshana kama wanjo. Abana chizo nani. Naye Hulk Hogan ndiye huyu. Amevalia mavazi kama ya watu wa barabara.
Vavarai tuchomoke. Aisha no twist na jamaa wetu Derek watambaroke shisha. Okabamano, why guy why matioka why ne damirio mara. Karash ameshauawa. Carruthers amekasirika sana, anafuata lile kombora. Hataki mchezo. Oh, mtaniambia mnatupa kombora watu wakufe mkule nini? Carruthers. Asante sana. Na uchungi sana kuonekana. Mwanzo sasa ni wakati alikuja kuona mpaka kombora limeshasetiwa, maskini wa Mungu, kombora limesetiwa na limewekwa kwa mitambo ya tarakishi. Mpaka masaa. Naye Hulk Hogan ndiye huyu. Hodi. Sio karibu. Ati sio karibu. Unadhani ni nani? Ni mimi. Haya, masaa 72 haijafika. Bado. I want the antidote. Kujani mpata huyu mtu, lakini alipiga zile makemiko marisasi. Kupiga makemiko marisasi na hawa wanajua ni kemiko gani. Sulfuric acid monoxide. Hakuna mtu alisimama hapo. Sasa wenye walikuwa pale magaidi wakahepa juu wameona ile kemiko ni gani. Akamwambia fanya hivi Vavarai. Uko na antidote. Hiyo ndio ninataka. Na mtazamaji ukimcheki Hulk Hogan utaona hali yake ya afya imezorota kabisa. Unaona? Afya yake imezorota kabisa. Afya yake imezorota chaki kweli. Anahitaji ile antidote. Nipatie antidote Sakestian akadenda. Ina maana akakataa kuichomoa. Hulk Hogan akamwambia okay. Hata wewe wacha uanze kuhisi venye ninahisi. Mimi ulinipatia 72 hours. Wewe nitakuwekea for 20 minutes. Nitakuwekea hii poison for 20 minutes. Oh, utaweka aje na ujui? Nilitazama vizuri sana venye ambavyo unaiachilia. Kwanza akafunga milango. Hulk Hogan akafunga milango. Kisha ile poison akai-unleash. Ina maana akaiwachilia. Cheki. Wow! Ile poison contamination na rat no champa rampa. Hakuna pale ambapo unaweza tokea. Bash, give me the antidote or you die. Vavarai, ujue hiyo ni sumu ambayo ni baya sana. Okay, wewe ni kuipumua utaipumua, mimi kwa ndani yangu. Lakini kidogo tena. Spets nut mwingine. Toka. Chukua. Wala Hulk Hogan bishana sasa na Spets, lakini alimuinua akavunja vioo. Akaingia kuro panda ndani. Sasa kuingia upande ndani Hulk Hogan ameumia. Jengine alipata nafasi ya kuepa. Richard anakuwa amepata na ile poison. Sakestian alipata nafasi ya kuepa. Tazama. Ndiye huyo Sakestian. Manziana umeria wewe. Huko sikai tena. Carruthers anafuata tu ile kombora. Hai. Fichofa hanyonyi fumionekeko fuana. Huyu akaendelea kumaliza kuiseti. Na sasa kimeumana hapa basi bila shaka para magaidi ni wa hippie shisha. Magaidi ni wa hippie. Carruthers kabidhina na wale majengero upande mwingine basi na Shannon Twitter na jamaa wetu Derek. Bila kusahau basi picha retu The Shadow Warriors hapa bishini kwenye kipindi cha Lala Salama. Shannon Twitter, Derek, twende shisha. Carruthers alichomoka na SGPMG special general purpose machine gun the kurubusha kuonyeshia amaresasi washalala. Jangiri naye ndiye huyu amepatwa na ile sumu, na huku basi Hulk Hogan anamfuata. Hulk Hogan yuamfuata. Kombora ndilo hilo kwa muda wa dakika 7. Lile kombora linatumwa upande wa United States. Upande wa United States of America, mtao julikanao kama vile Sierra.
Derek wa Shalala, Shannon Tweeds. Asante sana. Sasa jengine alikuchukua ile antidote. Jengine alikuja akachukua ile antidote. Hiyo ndio antidote. Asante sana. Jengine akachukua antidote ili aweze kujidunga. Fasta tafuta syringe. Salala alichukua ile antidote kisha akachukua poison ingine dangerous. Ndio hiyo sasa. Methamphetamine cotopathros. Chunga nyuma yako. Chunga sana Hulk Hogan. Jengine amebeba sumu ingine deadly ambayo inafanyaga damu iwe moto na mifupa iwe mawe. Ile sumu shisha. Abana machizo. Derek. Upande mwingine basi bila shaka Paramanzo Shannon Tweeds wanakabiliana na majangari ya raizi. Terrorist wana Al-Shabaab wanakabiliana na waverevyo, lakini on time Martin Kova asante sana alianza sasa kuchukua hand grenade. Wase muko oe kuru we hii ni madharau wikira kuru pana huyo ni mbaya ni wase aliyeju muogope wase kuru we kombora shisha kombora ini hand grenade makombora ini ya hand grenade zinatupwa na kijana wetu Martin Kova majangili hiyo ni baya huku wanatamburuka Shannon Tweeds wakuwa na jamaa wetu mutapenda wa Shalala Shannon Tweeds na Derek na maondia wa hand grenade. Asante sana Martin Kova, you came right on time. Toka Derek Shannon Tweeds Hulk Hogan naye ndio huyo manzi kuna haja na ile antidote. Yuataka antidote. Hulk Hogan kuna haja na antidote. Anaitaka antidote Hulk Hogan. Wa Shalala iko wapi? Iwapi antidote? Oye maskini wa Mungu yuataka ile antidote. Wa Shalala. Jangili amebeba antidote. Jangili amebeba antidote na ametamboroka. Hii nao sasa ni ya kazi gani? Tupa kabisa. Na uchunge sana Martin Kova. Chunga sana Martin Kova. Jangili. Karaja noe. Ya muoyo to. Ya muoyo. Shannon Tweeds. Derek Koko weka marasasi stand by. Wase musiwa na wasiwasi niko area anawaambia Martin Kova chukua na wewe Monica Jahi pigwa marasasi kumalizwa. Ndio huyo Masharia Dhudoi Nyoro woi Masharia Dhudoi Nyoro Karash hujawaiona oi kimemia gusema mutuko muthenya kimeaja wote wanaonwa kando stara kama hiyo wa Shalala we wa Martin Kova na chopa Hulk Hogan naye ndio huyo anamfuata jangili. Hakuna haja na antidote. Ile dawa yani antidote. Jangili ndio huyo. Ndio hii. Better already. Mimi nimeshajidunga kidogo. Hii tu ndio inaweza kuokoa maisha yako. Hii tu ndio inaweza kuokoa maisha yako. So back off. And so many people are going to die. Watu wengi sana watakufa leo hii. Tunarevenjia Saddam Hussein. Last time. Back off. Kuzubaishwa. Jangili akahepa. Kwanza wewe. Niko na haja na huyu jangili. Kucheki jangili ameshahepa tayari. Na Hulk Hogan kuna haja na ujangili. Jua ile antidote. Hakuna haja na ile antidote mbaya mbovu na uchunge.
lazima jangili ameingia hapo pana kidogo. Alichomoka na meli. Jangili alichomoka na meli ndio huyu. Ai, chunga sana Hulk Hogan. Ndiye huyu jangili amechomoka na meli shasha. Jangili amechomoka na meli. Wala la 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 la. Washalala. Jangili amechomoka na meli ndio huyu. Anachomoka manzi anaelekea na huku Hulk Hogan anataka ile antidote. Maskini Hulk Hogan. Asipopata ile antidote yeye ni kuisha maneno. Mdomo yeyoma masaa yameisha yake kuishi huyu basi jamaa wetu Hulk Hogan. Wala la 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 la. Afanye nini sasa lazima afuate yule jangili. Toka wewe. Sitaki mchezo mimi nataka antidote. Hulk Hogan. Dandia lile meli shisha. Dandia lile meli. Baba naitoka nilipue hiyo kitu. Lakini Hulk Hogan hataki ilipuliwe. Mwanzo anahitaji antidote. Hulk Hogan yuhitaji ile antidote. Anahitaji ile antidote. Wakati huo sasa naye Kimemia Momia alikuja akajifanya ati amekufa. Kimemia Momia unajifanya ati amekufa ndio huyo. Kuamuka unajifanya kufa kwa nini? Kufa sasa cha kikweli. Kimemia Momia kome hivyo. Shannon tweets. Bado kujaribu umejaribu lakini bado mimi ni wazimu wa mawazimu. Sasa kama Shannon tu ndio ile kombora. Car with us. Ndilo hii ni kumbura. What's we gonna do brother? Tutafanya nini mwanzo kumbura nyewe ndilo hii? Ni kumbura nambaro ni hatari kwa maisha ya binadamu. Ukifika upande wa Sierra United States of America, mwanzo watu wengi zaidi wataiaga dunia. Na watakufa nini? And they are innocent. Watakufa nini na wana hatia? Ai, hata kama ni vita, mwanzo hili waue wanajeshi. Kwa nini wakuja kuwa watu ambao ni innocent? Kwa nini waende kupigana na watu ambao hawako kwa vita? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Tutafanya nini wana tutatenda nini? Mwanzo in one way or the other. Manzi lazima tuweze kuokoa watu ambao wako upande wa Sierra United States of America. Mwanzo they are innocent creatures. Wow. Ala. Hapa basi naye Hulk Hogan ameapali walo na liwe. Itachozariwa atanyonyesha. Lakini antidote lazima jangili atampa. Antidote nani? Antidote manzi utanipa. Sakistan wewe antidote utanipatia. Sakistan anaweza kuita hapa basi bila shaka pale wana submarine wake. Anaweza kuita basi wana submarine wakuja wampe support. Ukunaika Ruedha sinio huyu hajui afanye nini waratende nini lakini mishoni ni moja. They massive people of Sierra. Dakika 2. Hulk Hogan naye basi chunge mwanzo ndio wana submarine wanakwenda sana kama hiyo shisha. Wakiwa na motorboat. Oye. Kombola ndilo hili. Sasa naye alikaa chonjo tena shtana bai kabisa jamaa wetu Martin Cove upande wa nje. Akadaidi kombora likijaribu kutoka na itupia missile. Niko hapa chonjo bumper to bumper. Likijaribu kuchomoka na itupia missile. Lakini ajabu ni kuwa ukitupia missile likiwa na hii chemical, hiyo chemical itaudhi mtu yoyote na mimea na wanyama wote ambao wako hapa. Mtatenda nini shasha? Mwanzo chemical upande wa ndani. Kombora liko chonjo, chemical iko upande wa ndani. Na ikifika upande wa Sierra, so many innocent people are gonna die. Ukipumua tu hivi unakunia uhai wako. Ukipumua tu ile chemical hivi unakunia uhai wako. Sasa Ruedha saruwaza na kuwazua, akaamua kuchomoa ile chemical. Cheki maneno. Mwanzo sekunde ni 7 sasa. Chemical. Na ushike vizuri. Shika vizuri nani. Bash. Sasa wacha kombora liende bila chemical. Sasa hii ni shell. Hii ni shell ya kombora. Mwanzo haina chemical.
wakati ilichomoka upande wa nje, mwanzo huenda pia ikagonga mtu kuro ama gari kuro pande basi bila shaka para wa Sierra. Jamaa wetu alichomoka na RPG Rocket Rangers Karboshta. Kombora kwenda kuchomoka. Rocket Rangers Karboshta. Pua mishara. Santo sana. Na haina madhara yoyote. Mwanzo ameshachomorwa hapa basi chemical. Haiwezi kadhuru mtu yoyote. Mwanzo amechomorwa chemical. Watu hivyo basi ndege lake liweza kupatwa na miara ya moto. Walelelelelelele. Shari ya moto ameweza kupata basi bila shaka pale lile chopa. Naye Hulk Hogan anataka antidote. Weka chopa upande wa chini kijana wetu Martin Kova. Chomoka na pisto mbili aina ya Browning. Waasi, magaidi, Al-Qaeda, wana Al-Shababa. Mtapenda. Leo hii ni kubaya sana. Leo hii ni kubaya sana. Hapa basi naye Hulk Hogan na windu. Time na wawili. Ai. Hulk Hogan. Namna gani? Pata moja. Asante zaidi. Maridadi sana tena zaidi Hulk Hogan. Martin Kova pozi. Martin Kova. Wana Al-Qaeda mtapinda. Wana Al-Shababa. You are gonna koinamia. Sasa Hulk Hogan anapiga lile injini ya lile mede kaipiga mana sasa. Wewe na wewe unakuta nani? Kwa kabisa. Kuja kupata unapata, unakuja kukuta unafuata nani? Lakini sasa amewezwa. Masaa yake ya kuishi yameisha. Hulk Hogan. Eno. Ndio hii. Na ujue mimi ni mbaya. Naitupa. Mimi nishajidunga. Pop ndani ya maji. One very big mistake. Akaambia Hulk Hogan, sasa nitakudunga na hii. Hii itafanya damu yako iwe moto na mifupa yako iwe mawe. Guarantees a quick death. Of course not so quick that I won't enjoy watching your... Bado. Nina nguvu extra, man. I am a fighter. Venye unataka nisikie, wewe sikia. Gai wacha hii kitu inakuwa chungu. Wacha naniwo. Yesu amenifanya aje. Bin Adam ndiye alifunza chui kula mtu. Hii sumu ni wao walitengeneza na sasa imekudunga wewe mwenyewe. Mchimba shimo uingia mwenyewe. Alianza kutapika mara. Ile ni dangerous. Damu inakuwa moto, mifupa inakuwa mawe. Sakestian kwisha maneno. Sakestian kwisha maneno. Ile sumu ni hatari. Kisha Hulk Hogan faster. Ukavaa dawa. Akapata ile dawa na kisha kwanza alisukumia kwa kifua live kwa moyo direct. Aya. Kwa roho yani. Akajidunga ile shindano ili kuhakikisha sumu yote imeisha. Hujawaiona. Rabarakobisha. Maridadi. Vavara yuko chonjo. Niko sawa. Niko poa kama shita. Hulk Hogan. Hakika Hulk Hogan akamwambia Derek yeye yuko chonjo, yuko sawa, yuko standby, yuko pose kabisa. Derek Hulk Hogan ashishe manzeni wachomoke hapa basi baharini sana kama hiyo kutumia ile motabota. Maridadi. Aliweza kuenjoy sana mwanzo hapa basi bila shaka pare kwanza huyo Martin Kova wakiwa na Shannon Tweed. Elwa mbari na kuwa Hulk Hogan amefanya revenge. Mbari na kuwa amekuwa maisha watu wengi zaidi kuropa na Sierra United States of America. Hapa bishi wamejishindia $1 million zenye Sakestian alikuwa amekuwa wanted nazo. Kwa hivyo mbari na kuwa basi hapa basi wameweza kufanya kile kibarua. Kwa Hogan ameweza kufanya revenge na kadhalika.